Sasa kama CAG ameleta ripoti, na sio mara ya kwanza, ameleta ripoti kwamba waliopotosha hiki na hiki na hela zimepotea ni hawa, halafu hukuwachukulia hatua, unategemea hata watendaji wako wengine watatenda sawa? Mimi ni hakimu, mimi ni jaji, mimi ni polisi, mimi ni mtu ambaye nasimamia sheria na kutoa haki kwa wananchi. Nasikia kigogo fulani amechukua bilioni 100, halafu sasa wewe ambaye ndio kiongozi unasema hizi ni dhambi zetu wenyewe, halafu mchukulia. Wewe unategemea mimi hakimu, mtu akija kusema chukua milioni 2 nifanyie, nakataa. Na hicho ndio kilichopo katika, sisemi Tanzania, Tanzania ni safi sana, iko vizuri, nasema nchi zingine sio hivi. Ila kama ni hii Watanzania wanajua ni, ila mimi nasema nchi zingine sio Tanzania. Sababu hata kuna maneno mengine ni ya saluni, unaweza ukawa nayo Ikulu, ila sio Tanzania, nchi nyingine. Nasemea tu nchi nyingine, sio Tanzania. Kwa hiyo mimi niseme hivi kwamba angalia, hata wakati serikali ya awamu ya 5 inaendesha miradi, kwa mfano SGR ilikuwa karibu trilioni 7 hivi ili imalize kabisa mradi wote. Angalia leo, fuatilia uone, haijafika hata Kigoma, haijafika Mwanza, haijafika Singida, haijafika wapi. Trilioni 7 zote zimeisha na bado tuna deni. Mwalimu Nyerere pale ilikuwa tusinunue umeme, lakini leo nashangaa hao watu wa umeme wanasema tukanunue umeme Ethiopia, zaidi ya kilomita 1000 na kutoka hapo Mwalimu Nyerere kwenda Arusha na Manga mpakani, sidhani kama kuna zidi kilomita 1000, sijui kama zipo. Lakini leo kwa sababu mahitaji ya nchi, kuna baadhi ya watu wanaweka kwenye upigaji, na pengine kiongozi wa nchi hapati washauri wazuri kwa sababu ya kuzingatia hawa ni wa chama changu. Na ndio madhara ya kuwa na chama kimoja, sababu kama nilivyokuambia, kuwa na chama kimoja hakusaidii umma ya Tanzania na nchi nyingine, kunasaidia chama tu. Sasa watu wote sio wa chama chako, wengine wana vyama vingine na wana policy tofauti, wana ilani tofauti. Kwa hiyo tukiungana, maana yake ni kwamba ilani ya ACT Wazalendo, ilani ya NCC ya CCM na tukikaa tukazichanganya pamoja, tukazijadili, tutapata jibu la maana sana, ambalo tukiingia nalo kwenye utendaji litatuletea manufaa makubwa. Nadhani tu wapewe adhabu gani watu ambao wanakutwa na matukio kama haya? Taasisi yako wewe ni mkurugenzi wa taasisi fulani, kuna mashimo trilioni kadhaa ama bilioni kadhaa, tuwafanye nini ili tuweze kuondoa haya makando? Yaani shida iko hivi, sheria kama tungeifuata sheria wangeadhibiwa, lakini sasa sheria za nchi, tumeweka majaji, tumeweka mahakama, na wewe mwenyewe umeona kipindi cha uchaguzi, majaji wanasema huyu anastahili kwenda kugombea, lakini tume huru hiyo ambayo nasema ni huru inapewa maelekezo. Sasa hata hawa ukisema washtakiwe wapelekwe wapi na wapi, kuna maelekezo kuna wewe mtu wa kawaida kama mimi sema washtakiwe, wewe jaji au hakimu unaweza kusema utoe hukumu, lakini kuna maelekezo. Na pengine mimi mwenyewe jaji nimewekwa na nani? Na Mungu mtu ambaye yeye kazi yake haina makosa. Kwa hiyo inawezekana kama nilivyosema, madeni mengine ya baadhi ya nchi za Afrika ila sio Tanzania. Madeni kama ni Tanzania, wananchi watachunguza waone kama ni yenyewe, ila sisemi. Madeni mengine ni mimi nilikuwa waziri wa fedha, mimi nilikuwa waziri wa mambo ya nje, mimi nikaletewa mikopo, lakini hiyo mikopo tukaibadilisha, tukapiga cabinet kwa sababu tumeunda serikali chama changu kimoja tu, tunakaa cabinet ya mawaziri hatuzidi hata 30, tumeletewa trilioni 7, tunaigawanya kama escrow. Sina kumbukumbu escrow watu waligawana mamia. Bahati nzuri kwa sababu simsingizii, William yule akakubali kurudisha bilioni 40.
milioni, nafikiri bilioni au milioni 40 avirudishe pale. Yaani hela ambazo kumbe watu wakiunda serikali ambao ni chama kimoja ni sawa na vile na majambazi wameenda wamepora kwa watu, si wanakaa wanagawana. Na wale watu wengine, akija askari ambaye pengine jombo silaha zake ni dhaifu, na wale majambazi wana silaha kubwa, watamwangamiza yule. Kwa hiyo hata nchi zingine hizi kama hiyo miradi ya mikopo na nini na ufisadi ni watu walifanya hivyo kama FDR, basi utafanya nini? Tunamwachia Mungu, lakini wakati wa Bwana ni sahihi kabisa. Na ndio maana nilikuwa naomba sana ningepita pale jimbo la Ilala kuwa mbunge wa jimbo la Ilala, na nitakuwa kwa uwezo wa Mungu. Mimi simchukii rais, sichukii waziri mkuu, ila watu ambao ni wabaya sana ni wabunge, kwa sababu hakuna, ni baadhi ya wabunge, kwa sababu hakuna rais yoyote, kiongozi yoyote anaweza kuwa na makucha endapo bunge lina meno. Lakini sasa sisi tunawatuma watu waende wakatutetee, kumbe wanaenda kutetea matumbo yao. Watu waende wakaikosoe serikali, wamshauri mheshimiwa rais, wao wanaenda kushauri kwa kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa ili wateuliwe kuwa ni mawaziri. Umeona? Kwa hiyo hicho kitu ndicho kinachotafuna nchi za Afrika. Wakati tunasubiria tathmini yenu, kwa sababu nawajua ACT Wazalendo hamwezi kukaa kinyonge, wakati tunasubiria tathmini yenu, mchanganuo wenu wa ripoti ya CAG kama ambavyo mnafanya miaka yote, neno la kumalizia, na umepokeaje msiba wa aliyewahi kuwa mwanachama mwenzenu kabla hajajiunga na chama kingine ambaye amefariki siku ya jana kama sikosei? Ulikuwa unamfahamu vipi, na msiba umeupokeaje wewe kama mwanasiasa mwenzie? Okay, ikiwa mimi sio msemaji mkuu wa chama, lakini kwa sababu ni alikuwa mwanachama mwenzangu, kwa hiyo nitaongea kama mwanachama. Kama yako majibu mengine ya uongozi wa chama wanaweza wakayatoa, ila mimi naongea tu kwa binafsi yangu. Yule mtu alikuwa ni mwenzetu na ametoa mchango mkubwa sana na tutamkumbuka daima. Na hata leo kuna watu wamejiunga kwenda kuzika. Sisi tumechukua ule msiba kuwa ni kwetu, kwa sababu kutofautiana fikra na sera ndiyo tunakofanya watu waendelee. Ninashangaa sana mtu anapokosolewa yeye anamchukia mkosoaji. Sisi ACT Wazalendo tunakubali kukosoana na ndipo tunajijenga vizuri. Kwa hiyo na chama kimetoa watu, kimetoa mchango kwenda kumzika. Hata mimi mwenyewe ilikuwa niende kuzika, lakini kuna sababu zisizozuilika ndio zimebaki. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hata kutoka kwenye kile chama, yani unajua mtu akisha kuwa ni mwanachama mwenzenu, hata kama akitoka ni sawa na ndoa. Mkisha kuwa mmefunga ndoa au mmezaa, hata mkigombana vipi, lakini kuna kitu kinakuja kuwaunganisha. Mtoto akiumwa, mama anapiga simu, ni muunganiko huo. Sijui mtoto ameishiwa ada, baba anapigiwa simu na mwalimu mkuu. Kwa hiyo hata yeye huko alikokwenda, sisi hatuamini kwamba alienda kutusaliti. Alienda pengine kupata na mawazo mapya kule, ambapo pengine hata yeye mwenyewe angeweza kuendelea kutusaidia. Kwa hiyo mimi binafsi nilikuwa namuona ni ana maamuzi, maana kila mtu ana maamuzi yake. Kwa hiyo alivyoamua hivyo ni sahihi, kama alivyoamua kuja ACT Wazalendo na akaamua kutoka, ndio hivyo hivyo tulivyompokea wakati anakuja, basi tulipokea pia na kauli yake ya kutuondoka. Lakini bahati nzuri mke wake bado ni mwenzetu, ni mdhamini wa bodi, ni kiongozi wa bodi ya wadhamini. Kwa bado mguu wa kulia ulikuwa wa Bwege, mguu wa kushoto ulikuwa, na yote ni miguu. Nachangani kama vile ukikataa Bwege kwamba sio kiongozi wetu, ni sana vile mtu anakupa kwa kushika mkono wa kushoto eti unasema au mkono mbaya. Yote ni mkono, maana ukiutoa unakuwa kilema. Kwa hiyo bado tunamkumbuka na tutaendelea kumuenzi. Dr. Raoul, tunaifunga vipi? Mimi niseme tu kwamba ndugu zangu, mimi napenda amani.
na amani yoyote inakuja kwa kusikilizwa. Naomba viongozi mlio madarakani wasikilizeni watu, lakini pia mimi kama Dr. Kalulu